unashindwa kuendelea. Kwa yani vitu vinakuwa vinasimama, vitu vingi vinasimama. Kwa mimi nawashukuru tu wa Tanzania kwa kuzungumza lolote zuri kuhusu mimi. Namshukuru mama yangu, nashukuru familia yangu, nashukuru waandishi wa habari, mmekuepo kuanzia siku ya kwanza naenda mahakamani mpaka leo natoka. Mimi sina mengi, na hisi nikiongea sana nitachanganya mambo, lakini tu namshukuru Mwenyezi Mungu. Na kubwa nataka tu nitoe hii hadithi moja kwa mtu ambaye yuko nyumbani anapitia wakati mgumu. Akikumbuka hii hadithi itamsaidia. Kwa sababu wanasema sisi Waislamu tunaamini heri na shari zote zinatoka kwa Mwenyezi Mungu. Hapo zamani kulikuwa kuna mfalme mmoja. Huyo mfalme alikuwa anafanya kazi zake, alikuwa na kijakazi wake. Kwa bahati mbaya akajikata kidole. Alivyojikata kidole, yule mfalme akamwambia mfanyakazi wake, nimejikata kidole. Yule mfanyakazi akamwambia mfalme, ni heri yako. Mfalme akasema, kwa nini huyu ananiambia mimi ni heri yangu wakati mimi nimejikata kidole? Akamchukua yule jamaa akamfunga, akamweka ndani. Mfalme akawa ametoka ameenda kwenye mambo yake, akakutana na wachawi. Alipokutana na wale wachawi wakamchukua wakataka kumtoa kafara. Walipotaka kumtoa kafara, yule mkuu wa makafara akamwambia, huyu hatuwezi kumtoa kafara kwa sababu hajatimilika, sio binadamu kamili, kwa sababu vidole vyake havijakamilika. Kwa ile ndio ikawa pona yake. Akaondoka, akaachiliwa. Akarudi tena kwa yule mfanyakazi akiwa yani anaumia kwamba kumbe ndio maana aliniambia ni heri yangu. Akaenda kumwambia yule mfanyakazi, kwa nini sasa uliniambia ni heri yangu? Wewe heri yako ni ipi? Akamwambia, heri yangu mimi ni kwa sababu nilivyokuambia vile umeniacha huku ukaondoka peke yako. Ina maana kama tungeondoka pamoja, wewe badala ya kukuchukua wewe wangenichukua mimi ambaye nimekamilika. Sisi tunaelewana jamani. Kwa hiyo kwenye kila jambo unatakiwa kushukuru. Hiki kitu ambacho Mungu amenipitisha, najua amenipitisha kwa ajili ya vijana wenzangu. Kuna vitu ambavyo tunavifanya kwenye maisha yetu ya kila siku, tunaviona ni vitu vya kawaida, lakini kidogo tu kikosea kinakupeleka gerezani. Kwa mimi najua nitakuwa balozi mzuri wa vijana wenzangu kuweza kulinda mienendo yetu, tunaishije, tunafanyaje, tunaepuka kipi, tunafanya kipi kwa wakati sahihi. Yani hilo mimi nani mjiandae huko, vijana wote mnaoniangalia mimi kama mfano. Yako makosa mengi ambayo tunayafanya kwenye maisha yetu ya kila siku tunaona ni kawaida, lakini kimsingi ni vitu vikubwa sana. Kwa mimi niishie tu hapo.